Mtaa wa Mji Mpya ulikuwa na sura mbili: usiku wa giza na mchana wa kivuli. Usiku, vilabu vya pombe vilijaa kelele za muziki, vicheko vya mabinti waliokunywa hadi kuanguka, na milio ya magari ya vijana waliokuwa wakijaribu kuonesha umaarufu wa mtaa. Miongoni mwa sura hizi, jina la Sammy lilitawala kwa kishindo. Sammy alikuwa kijana aliyezungukwa na marafiki wengi, lakini mpweke kiroho. Alijua kila kona ya mtaa, kila shortcut ya kutoroka polisi, kila mtu anayesambaza kilevi, na kila binti mwepesi wa kuingia kwenye gari lake. Alikuwa na pesa chafu, simu kali, mavazi ya gharama, na harufu ya marashi yaliyofunika uozo wa tabia yake. Hakuwahi kuamini kama kuna mwanamke asiyeshikika. Wanajifanya watakatifu lakini wote ni wale wale, aliwahi kusema kwa kejeli, huku akivuta sigara na kutema moshi kwa madaha. Lakini kulikuwa na mmoja aliyemchanganya: Neema. Neema alikuwa binti wa mchungaji wa kanisa la Tumaini la Milele, lililopo karibu na mtaa wa Mji Mpya. Alizaliwa kwenye nyumba ya maombi, akakuwa kwenye mikono ya neno la Mungu, na akaamini kabisa kuwa kutokutembea katika utakatifu ni sawa na kutupa maisha yako kwenye moto wa milele. Hakuwa na marafiki wengi, lakini kila mtu aliyemjua alijua ana moyo wa upendo na unyenyekevu. Katika kanisa lao, Neema hakuwa tu mshirika, alikuwa mhimili. Kila Jumapili alisimamia ibada za vijana, kila Ijumaa alikuwa na jukumu la kufundisha Biblia kwa watoto, na kila mwanzo wa mwezi alikuwa mratibu wa maombi ya usiku kwa wanawake wa kanisa. Alijulikana kwa sauti yake ya upole, nyimbo zake zenye kugusa roho, na macho yake yaliyojaa huruma. Wachungaji walimwamini, wazee wa kanisa walimheshimu, vijana walimtazama kama mfano wa kuigwa. Hata wale waliokuwa nje ya wokovu walimwona Neema kama binti wa kipekee. Alikuwa kama taa inayong'aa katika giza la ulimwengu huu. Lakini zaidi ya yote, Neema alijitunza. Hakuwahi kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi. Alijua thamani ya moyo wake na aliamini kabisa kuwa ni afadhali ningoje miaka 10 kuliko kuharibu maisha yangu kwa dakika moja. Siku moja alipokuwa akielekea kanisani akiwa amevaa gauni la buluu la heshima, Biblia mkononi, na nywele zake zikiwa zimefungwa kwa mtindo wa kisasa lakini wa staha, macho ya Sammy yalimtazama kwa tamaa isiyoelezeka. Sammy akiwa amekaa na marafiki zake wa mtaa, alimtazama Neema akipita na kusema, "Yule dada, huyo ndio target yangu ya mwisho. Nitamteka, nitamaliza kiaina si kwa fujo, atajikuta amenipenda." Wote wakacheka. Mmoja akasema, "We Sammy we, yule si mtu wa kawaida. Ukimshika huyo ni kama umeshika mbinguni kwa mkono." Lakini kwa Sammy, hayo yalikuwa maneno ya changamoto. "Nitafanya chochote, niwe nadhifu, niende hata kwenye kanisa lake, niache pombe kwa muda, ili mradi nipate moyo wake. Atajua mimi ni mwanaume wa kweli." Wakati huo huo, Neema hakuwahi hata kumwangalia Sammy mara ya pili. Alimwona kama mtu wa kawaida mitaani, asiye na mchango wowote katika maisha yake. Lakini hakujua kuna jicho linamtazama kila siku kwa tamaa iliyovaa sura ya upendo wa bandia.